Nizungumze na watu ambao mnaishi na ndugu zenu majumbani mwenu. Unakaa na mdogo wako aidha wa kike au wa kiume. Wewe tena mdogo wako unaishi naye miaka yote. Mara ghafla mpenzi wako anakuja anaanza kukwambia, mimi mdogo wako simuelewi, namuona kama ana elementi za kunipenda penda. Bibi wewe au babu wewe, usiekalisha hilo ndonga lako chini, ukakalisha hilo fuvu lako, ukaanza kufikiria, ukakurupuka kama moto wa kifuu. Ndugu yako umeishi naye miaka 9. Ndugu yako uko naye tangu mnazaliwa mpote. Unamjua matando na makoko. Leo hii umesikia hiyo sauti ya kibwengo wako tena anajifanya ndugu yako kama anipenda penda. Wewe tena huko umekumfuatilia mume wangu, huko umekumpenda penda, una tabia za kumtongoza, umewaka kama moto wa kifuu. Unaweza unahangaika hivyo kumchamba ndugu yako, hujui ni namna gani ndugu yako anavyopambana kumkataa bwana wako. Au hujui namna gani ambavyo huyo mkaka wa watu mdogo wako anavyopambana sana kumwepuka mdogo wako. Wanadamu tuwe tunatumia akili. Wanadamu tumieni akili zenu za kuzaliwa. Ndugu yako unamjua, jambo kishaambiwa, kaa chini chunguza. Kabla hujaongea na ndugu yako, kabla hujamwambia kitu chochote, chunguza. Huyo binadamu anajifanya mwema sana akaleta habari kwamba anatongozwa. Kwa nini asimwambie pale pale, bwana sitaki, nitakuja kusema ili jambo liishie, mambo yakaisha hapo hapo? Kwa nini wewe mtu asiseme wewe mwanaume atatongozwa na mwanamke atakataa? Kwa nini asiseme leo yeye ajifanye